us experience the move of the Holy Spirit in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. May your power reign over our lives. May your presence rule over our lives today. May your presence rule over our lives today. In the name of Jesus. And we are changed. Our lives are changed today. I shall get in the foundation in the name of Jesus Christ. We will never be the same again. We will never be the same again. Oh Lord, you are exalting us, Lord. You are lifting us into higher levels, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We give you glory, Jehovah. We give you glory, everlasting King. We adore you, Lord Almighty. Hallelujah.
Chapter 1, verse 6. Nisome kwa lugha nasema hivi. Mutene wako mwabaremu timubasa kuiruka osekuobwa. Ekyagera omunene Nyasaye uno nagende amona imwe tako watiga mubuwe ase tako watiga mubuwe ose tako watuta. Bwana asifiwe. Nyasaye umuyawetera serikala Kristo Yesu na kila sura sema mingi ya nako bakire na watoli na kwa yonene na kwene ni nabi ya Nyasaye toyorongera senge chonga bwao biya mwana senge chama bela wo batani bwao biya mwana senge chiri tukeni Nyasaye biya mwana senge chiri ngana bya wana sondo monene na kumunchi kulikwana Nyasaye kuko kumya na watola no mito woto sisinya so bwa Nyasaye osisinya bantu bwa Nyasaye abanene bwa wora kana no bwi bwa Nyasaye na yana aliye asa na yana aliye somo kutano yona mabia na Nyasaye toto kwa leo wetera somo kwa
Kiswahili inasema, iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwahofu, kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Amen. Bwana Yesu abakwe. Bwana asifiwe. Ni kwetu kwa nini nasema ya Bwana igoro yogo tena wakomu asowale mu. Naenda kuongea juu ya kusimama imara katika ushujaa. Uyu kusoma kwa maana ya Msali anaongea haya maneno. Ekero kwa na kwa ile miaka ile na ndalongembele wakati alikuwa amemaliza miaka 120. Nyasara kama kwa ni la kama tabina kana yeye yana kitu hoika roho. Mungu akamsimulia akamwambia, pale kwenye unaona kuna Kanaani lakini hautafika mahali pale. Bwana nero kwa na manana ya kucha saba Israeli kwa tabina. Nyasara nani kama na yeye ndiye anaongea na Waisraeli akiwaambia ya kwamba Mungu anaenda nanyi. Uko katabina mwaka kwa neno baba Mungu akimwambia muwe hodari na moyo wa ushujaa. Nyasara tako watika Mungu hatawaacha. Naye ndamo na yeye anaenda pamoja naye. Wote alichoso kwa Mungu na Mungu ataweza kuongoa. Anaongea na Joshua akimwambia usiogope. Nyasara tako kutika na yeye tako kututa. Hatakuacha tena hata kutupa. Unalega mwanaite alivyokuwa nami Musa na wala bebe mwasuro mwendo. Ndivyo atakavyokuwa nanyi katika safari. Asa imani nini waliotoa sema bia Bwana. Neno linatujia asubuhi ya leo. Ito na wewe Sisi kama waumini tuendelee kwa wakubwa sema na Yesu. tunastahili kuwa na ushujaa katika neno la Mungu. Tuendelee kwa mwaso kwengena. Tusimame imara katika imani. Ande tuwa roho leo. Na tuwe na ushujaa. Tusiogope. Ekero mtawa tu wale munga kwa ile tunaelekea kwa Mungu. Wakati mtu haogopi anafanya jambo ambalo hata likiwa gumu. Ikiana watu wale imani liko ibaraka na ndio Kwa kabisa sababu kutole. ushujaa ya kwamba nitafanya hili jambo na nitalimaliza. Lakini uone yeye ndiye bisareke. Lakini ukiwa na wewe ndani yako mambo mengi yataharibika. Na ndio maana karo wale ndio akaje karo wao wito moyo. Na ujue ya kwamba unapofanya jambo kuna wengine ambao wanakushusha moyo. Moyo toka kwa wale saa. Kama utakuwa na ushujaa wa Mungu, Na wakati kana ndio kwa geti lile. utapata ya kwamba hilo jambo umeliachilia mbali. Bwana bantu karo rasa ni ya. Kuna watu katika Biblia Batenenetero kwa mwaso boronge kwa Nyasaye na kwa baba na Mungu. ambao walisimama na ushujaa na wakawa na ushujaa Na ndio bakaroro kuibwa Nyasaye. na waliona ushindi wa Bwana. Omuntu oyo omoni gakorokwa Ezekia Mtu mmoja anaitwa Ezekia asigetabukia Second Chronicles 32:7-8. Ikahuo na watu wa Ezekia hapo ndipo tunapata Ezekia abokwanira abantu Abaisiraeli yoreka sebi anaongea na Waisraeli juu ya vita bunakolena abantu kurwana n'abantu bakorokwa Baasiria. kulingana na vile ambavyo wangeenda kupigana vita na Waashiria. Ekera lile chakarana n'abantu abatwalira obuboga Wakati alipoangalia hao watu wakaona ya kwamba wako na woga, bonoko batayiranye na tumuoboa akawaambia msiogope, ababalemu kuwa na ushujaa, ekyagala Nyasaye otomigalo manene kogwa omuganda oli muloti. kwa sababu Mungu wetu ni mkuu kushinda wewe umati ambao mnaona. Ekera Ezekia kuoneka mangana ayo okyasa bantu Wakati Ezekia alipoongea hayo maneno kwa watu, bagatwala balemu walikuwa na ushujaa. asigetabu ekyo nabutura agasoma ekyo nakwana Second Chronicles 32:7-8. Naye inasema, iweni hodari na moyo mkuu, msiogope wala msifadhaike kwa sababu ya mfalme wa Ashuru, wala kwa majeshi yote walio pamoja naye, kwa maana yupo mkuu pamoja nasi kuliko aliye pamoja naye.
watu wakayategemea maneno ya Hezekia mfalme wa Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abuya kwani luyaga Hapo imeongea vizuri ya kwamba na baba wako unabalemu uwe hodari na shujaa. Timuo wako sekondoka Usiogope ama kufadhaika. Asobo sikomo motibala asuri Mbele ya mfalme wa Ashuru. Nende gani yole amonere Na yale majeshi yote ambayo yako pamoja. Oyo amona itwe Yule ambaye yuko nazi Nigaro monene kwa buwa ni mkuu kushinda wao. Omubuti olinigalina ekingulu kya mwana watu Mfalme yule hapo na nguvu za kibinadamu. Kulendo monene Nyasaye utonigale amona itwe Lakini Mungu wetu wako nasi. Asobo tokonya Kutusaidia na wotuwanesya na kutupigania. Abantu bakabano balingasamangana Watu wakawa na ushujaa katika hayo maneno. Hezekia murote w'Abayuda Kwa Hezekia mfalme wa Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana kama ninawaambia. Yani Nyasaye utonigalo monene na kubatogobwa Mungu wetu ni mkuu na hapo na uwezo. Nende okwa abantu balemuno bosenenya Yeye ndiye anayepatia watu tumaini. Omubuti olekala agirete abakalagalaga boboye Wakati mfalme aliangalia watu wakaona ya kwamba wameweza. Asenge chomugambo lyoleka monene mono Kwa sababu ya lile jeshi kuu n'omubuti ola b'Abasuri na yule mfalme wa Ashuru akabatabika timwogwa akamwambia ya kwamba msiogope. timwogere ly'obubi bw'abantu abo Usiangalie wingi wa watu. timwogere ly'omubuti onyandigale n'ekingulu otobwali Usiangalie yule mfalme ya kwamba ako na nguvu kutushinda. akabatabika Nyasaye utonigale n'ekingulu k'obw'omubuti oyo Akamwambia ya kwamba Mungu wetu ako na nguvu zaidi kushinda yule mfalme. omubuti oyo yabala n'ekingulu kyeke mwana bantu Yule mfalme ako na nguvu za binadamu. oleni Nyasaye utonigale amona itwasobola obwaneseeteeri Mungu wetu ako nasi kwa sababu atapigana nasi katika vita. nakubawo yasema mbira bigendwa Nawapa moyo asubuhi ya leo ina Nyasaye lero monene ya kwamba Mungu wetu ni mkuu. abantu oboba abali Kuna abawuli watu wanaogopa, abawuli watu wanaogopa wachawi, abantu bobo abanyamesira watu wanaogopa waganga, lakini na Nyasaye lero monene asa abantu bose lakini Mungu ni mkuu kwa hao watu wote. kyabona abantu ababalogi bakwata kintu basika ekyobalogi babona abayobo Wachawi wako na uchawi wao. Nyasaye nakweta ebi byosi Mungu anashinda hayo yote. yegane ebyotenene bakomulendo oba obolemu Unastahili usimame kihodari na uwe na ushujaa asirinalene Nyasaye kwa neno la Mungu amona obosaba na kuomba. naye n'omanye nga Nyasaye lero omubuyi asekera binala Na n'abakole ujue ya kwamba Mungu ni mshindi na kila siku atakusaidia. nakubuye manene anyala bakomulani otaagale Atakupigania magumu ambayo wewe hautaweza. amatano n'alabutotera tiwabwabuna mwana bantu Kuna mambo yanatuingia katika maisha yetu na tunaogopa. amalwaire n'alabota ak'omuntu w'obwala Kuna magonjwa yanakuja kwa miili yetu tunaogopa. amalwaire n'alakaliko kuboneka Kuna magonjwa ambayo hayana tiba. ag'okuba kiroligo tusiise Hayanaitwa magonjwa ambayo lakini nga yonsi Nyasaye lero monene asa yonsi lakini kwa hayo yote Mungu wetu ni mkuu. toba balemu
Mungu ikakorwa Nehemia. anaitwa Nehemia. Nehemia alikuwa akachongwa akili. Wakati Nehemia alikuwa anajenga ukuta, wana wao kwa weteche topya mota o kwana na orwa kwa agatete. No nyameke ula getena ngoro ngekoronya. Hapo ndipo anapoketeliwa. Lakini Nehemia basi kwa akaweka manana yeteche. Nehemia hakuwa na huo wakati aliposikia hayo maneno ya kuchekelewa na kudharauliwa. Agatena sabana sai. Alisimama akamwomba Mungu. Akamwambia Nyamasara maneno yanayokuwa na baba tosekelea. Akamwambia hayo maneno ambayo wanaongea wanakutetea. Magana wao tikalele. Wacha hayo mambo ibaki kwao. Otokonye. Tusaidie. Na Nehemia na magete tukataka chungwa kiwio kaya. Alipoendelea mpaka akajenga ule ukuta. Mmoja atatuale tobole Mungu. Kama singekuwa hodari na Aenda akatenda uronge. akasimama imara. Aenda akasabanya sai. Akamwomba Mungu. Amagana aliyeteche no wasekelwa. Mambo ya kukejeli Na na bale kwa atigere ngotane. yamemfanya asiendelee. Ekero wasoma seketabukia. Amagana aliwowe na seketabukia Nehemia. Ukisoma Nehemia Ine mstari wa 3 mpaka 4. Nehemia 4:3 mpaka 4. Tunaweza kusoma. Nayo inasema Nehemia 4:3. Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye, akasema, hata hiki wanachokichenga, angepanda mbweha, angeupomoa ukuta wao na mawe. Sikia, Mungu wetu, maana tunadharauliwa. Ukawarudishie mashtumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watewe katika nchi ya uhamisho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amagana ina wale wana na yakuwa na tibu koyora wasoma Kwa hivyo vile nimesema sitakuja kuyasoma. kuna baada masomini kasema kwa iwe Kiswahili Kile ambacho tumesoma. na mimi ngoma ama tukale wako kuitomo moyo mwenyenaje. Kuna watu ambao wanafanya moyo wako kufe. Wewe siko changa kwa lina na lino mtu kwa jora kuitomo ekitige ngoma. Ukianza kufanya jambo, kuna mtu ambaye anakufanya ufe moyo, anakuambia hicho hakitawezekana. Mwenyewe abange ataruwa tolegete. Hata wengi wakati tulipookoka, Kero kendo kwa lele asiburuke ni amato. pengine ulikuwa katika umati mwingine wa watu. Ukasoma kumweka kwa mwanadamu Yesu Kristo. Ulitoka katika hiyo kikundi ulipompokea Kristo Yesu. Na wale wanatelema mbali waleta maana kwa watu kumwagale tete. Kuna wengi watakubalia ya kwamba walifuatwa na maneno ya kuwakejeli. Amana wao tabato morale. Wengine wakasema tutamuona. Ochile kwa yale kanisa litana kuna atole. Hiyo kanisa tutaona ndio ambayo itaendelea. Amana wao watemtako na roho. Wengine wanasema huyu hataweza. Amana wao tabato bana matuka makai atile.
utakubali ya kwamba kuna maombi yanapatikana. Wewe kutafuta hapo mwa hiyo familia wataanza kusema sasa, wataanza kukejeli, huyu ni mzee gani, huyu ni mama gani. Unapata yule bibi ya wakijana anakuambia, na wewe pia uliolewa hapa vile ambavyo nimeolewa. Hilo jambo litakufanya moyo wako ujisikie vibaya. Sawa. Wewe kama muumini maombi ndio yatatufanya tudumu katika huu mwendo. Hautasimama imara kama uombi. Kwa sababu Nehemia aliomba, akamwambia Mungu, angalia Mungu wangu yale maneno ambayo wanaongea. Mungu tusaidie tuendelee kujenga ukuta. Ndipo hao watu wataona aibu. Na Mungu alisikia maombi yao na ushindi ukaonekana. Amen. Tukiendelea hivyo tunapata mtu mwingine ambaye alisimama. Esther. Tunapata huyu mama ambaye anaitwa Esther. Kitabu cha Esther. Esteri. Kitabu cha Esther. Ikifungo kiaye inye. Kisoma Esteri 4:15 to 17. 15 hadi 17. Iga nekero banyolira mang'ana Abayahudi ngo kigosiri gubale. Hapa walikuwa wamepata ujumbe ya kwamba Wayahudi wangeangamizwa. Igano Mordekai agotebya Esteri nonya kora ase nyumba y'omurwoti ngonya torigoto bwate siato sabe. Hapa ndipo Mordekai anapomwambia Esteri ya kwamba kama hautaungana nasi katika maombi, usifikiria ya kwamba utakuwa na utaendelea hata kama uko katika nyumba ya ufalme. Ekagera bagasoa sama sabo. Ndipo wakaingia katika maombi. Esther mwanaba iseke bali bayabasomba. Esther pamoja na wale wachakazi wake bakora masabo yo kufunga. Waliomba maombi ya kufunga. Amatuka atatu mugasono obutuko batalikolia. Siku 3 usiku na mjana. Batalikonywa. Siku 3 usiku na mjana awangekula awangekunywa. Ekero bakolira masabayo Esther akagenda somo ruoti. Baada ya kumaliza hayo maombi Esther akaenda kwa mfalme. Naenda akakuwa naiga nyuma yaya ningende asobosibwo mu ruoti maminta ya matiko. Alisema ya kwamba baada ya haya nitaenda mbele ya mfalme kinyume na sheria. Onyengo jigosiriwa insiriwe. Kama nitaangamizwa niangamizwe. Nekera agendete asenge nchama sabari kwanya basabire na asenge ncho batwale toboremu na guterana bokongu. Na vile alivyoenda kwa sababu walikuwa wameomba na alikuwa na ushujaa, Esther akanyoro wanjerwa. Esther alipata kibali. Lingana lirabu no gosaba wo kwengata. Jambo ambalo liko hapo ni maombi ya kufunga. Amangana nara atalikonya kana sogo sababu saigo utatika sogo sabano no kwengata. Kuna mambo ambayo hayawezekani ila tu tuombe na kufunga. Na sobo gimo watamenyete na wera nyore nga sobo gimo waye once pinkwa na kufunga. Na katika maisha yako yote inawezekana haujawahi kufunga. Balenga bali bakora sababunga no neli tukeli mabi. Ni wangapi wale huwa wanaomba na kufunga hata siku moja au mbili? Seseniwa. Barikiwa. Masabo ayini garama kongu yale maombi onye tonaleti na bota nyalera kinaye ngento. Kama hujasoea ni maombi ya muhimu sana. Omongina naru nalete gusaba na kufunga igare gusaba omotienye
ofunga matukabere kero motienyi. Kuna mama ambaye alikuwa amejizoesha kufunga na kuomba siku 2 katika mwezi. Na kamwana karaga chokoro lilia begeta marunsa agosaba na karakuacha kabe kama marunsa gasaba. Na kuna mchukuu wake ambaye pia alikuwa amejizoesha wakati nyanya ameenda magoti chini naye pia anakuja karibu. Kama nyetekende lakini gari kuna gotegeranga kibaba agosaba. Hakuwa anajua chochote lakini alikuwa anasikiza nyanya alikuwa anaomba nini. Ama sabaya gakonyo umwana oyo no ene kera chiete kabo monto monene. Haya maombi yalifanywa na hata huyu mtoto alipokuwa mtu mkubwa akagenderera kumwancho monene na gusaba mono. Akaendelea kumpenda Mungu na kuomba zaidi. Igonga ingendo kiagerete seri bakanyorobo buina masabo yo kwengata. Kitu ambacho kilifanya Esther wakapata ushindi ni yale maombi ya kufunga. Na ituna begeni tubwene to gutwara masabo paka ayo tokole linobo kimatwasaba. Nasi pia kama waumini tunastahili tujinyime ugali tuombe. Naende ntonyorobo buibwa Nyasaye. Na tutapata ushindi wa Mwenyezi Mungu. Senge nchebiro ngindange gukora. Kwa sababu ya wakati niko karibu kumaliza. Umuntu onde togosoma se Biblia utenene tabako mwasobole mwaka nyorobo buindauti. Mtu mwingine ambaye alisimama kiujasiri ni Daudi. Daudi amangana into ya manyetenga. Daudi amona Goliath. Tunajua juu ya Daudi na Goliath. Ekero Daudi atenene tasobosi wa Goliath. Wakati Daudi alisimama mbele yake Goliath ni garochenga inkiekege gocha bosibwa negento egesinini kengege sase. Goliath akuona kitu mbele yake Daudi, aliona tu kitu kidogo. Ase kitabu ya Samueli katika kitabu cha Samueli 17:45 to 47. No tokonyora mangana yo igoro ya Daudi. Madam na boko soma. Samueli wa kwanza 17:45. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unaniitia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. 46. Siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako, nami nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. 47. Nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwetu. 48. Ikawa hapo Mfilisti alipojiinua akaenda akamkaribia Daudi, ndipo Daudi naye akapiga mbio akalikimbilia jeshi ili akutane na yule Mfilisti. Daudi akatia mkono wake mkononi, akatoa humo jiwe moja, akalitupa kwa kombeo lake, akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Jiwe hilo likamuingilia kipachini, akaanguka chini kifudifudi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Igabwo amangana yo mnatua igure. Haya yote ambayo tumesoma. Daudi gako kale busibwa Goliath. Daudi alikuwa mbele yake Goliath. Na Goliath akamenya gukwana nga inkieke bwana. Na Goliath hakuona kitu mbele zake. Lakini Daudi akabane lingana lyobolemu. Lakini Daudi akawa na neno la ujasiri. Agatene na bokomu. Akasimama imara. Akamotebinga aje gwanjite irase amatimo ne mioro. Akamwambia ya kwamba umenichia kwa mikuki na panga, lakini nje ongo gochera aserietare ya Kristo Yesu. Lakini mimi nakuja mbele zako kwa jina la Bwana. Agatanga ni Kristo Yesu ase bosiobwa yase ncheli ngana liese. Alimtanguliza Kristo Yesu mbele zake kwa sababu ya hili neno la vita. Wetera aselige na liendruche liokaiga kupitia kwa jiwe ambalo lilikuwa ndani ya kombeo. Biblia yatebanga
ligaka goriato asobosiwa yegora akagunse agakuigo lilimpiga yule Mfilisti kwa kipaji cha uso wake na yeye akafa. Igongo bobuiti boligo cha sengencho ya mangana tokorwane segine mioro na matimo ne chinsara. Kwa hivyo ushindi wetu atupati kupitia mikuki au mishare. Obobuini gobogo cha gwetera aselingana le Nyasaye buna kwaliegena. Tunapata ushindi kupitia neno vile ambavyo umeliamini amanogo saba na kuomba. Omugano imonyo manyete mano taliora na ari gokwanira iguru ya Daudi gondase ogotenena bokongu. Unajua juu ya historia hii ya Daudi vile ambavyo alisimama imara na kobo maremu na kuwa na ujasiri asobosiwa Nyasaye mbele zake Mwenyezi Mungu. Igasenge ncho mwana omoko musini ini atenenete asokwegena kwa sababu mtoto mdogo alisimama kwa ajili ya naenda akamwegena monene na akamwamini Mungu. Obobuibo karolekana alipata ushindi. Na mangana alia gochandira yara makongwa yara maneno tanyaraye. Kuna maneno mbele zako ambayo wewe uwezi. Amangana ino ya nyara selie tara Kristo Yesu. Hayo maneno yote utayaweza kupitia Kristo Yesu. Amatemu alia gokonyora makongu yara ambayo unapitia nobwe asere tara Kristo Yesu. Utakuwa mshindi kupita kwa Kristo Yesu. Nobo buiti boli gocha busaigo tatikano naye nogane ilio sabe. Na ushindi haupatikani tu hivyo ila tuombe. Sobosiwa Nyasaye. Utafute uso wa Mungu. Okora maya sobosiwa Nyasaye. Ufanye mazuri mbele zake Mwenyezi Mungu. Osome lingana lia Nyasaye na gosaba. Usome neno lake na kuomba. Nonyo robo buigo etera sere tara Kristo. Utapata ushindi katika jina la Kristo Yesu. Asengo kolera omonto bwa mwali ogakoro kunga Debora. Ninamalizia huyu mama ambaye anaitwa Debora. Asegetabu ya Judges 4:8-9. Notoko nyora mangana ayo. Toya manyete nga Paraki gako genda sesegi gangete kogenda agatebya Debora nga onyeto kogenda dioli na njeti kogenda kogenda manainji. Baraki akamwambia Debora ya kwamba usipoenda katika vita nami sitaenda, ni lazima uende nami. Debora ni garengo omukungu omoruoti lakini orenge noboremu. Debora alikuwa mwanamke ambaye alikuwa na ujasiri. Akamotebinga togenda monaye. Akamwambia twende tu na wewe. Lakini manyango obobui ni gobogo chikorekana ase omukungu tali asaye. Akamwambia twende tu lakini ujasiri utaonekana katika mwanamke sio wewe. Tagetoso mabwegere tokole. Waamuzi ngapi? 4:8. Waamuzi 4:9. Nayo inasema Barak akamwambia kama utakwenda pamoja nami ndipo nitakwenda, bali kama uendi pamoja nami mimi siendi. Basi akasema hakika nitakwenda pamoja nawe, lakini safari utakayoienda haitakupatia heshima wewe, maana Bwana atamuuza Sisera katika mkono wa mwanamke. Debora akainuka akaenda pamoja na Baraka mpaka Kedesh. 10. Baraka Bwana Yesu asifiwe. Omwana bakwe. Ingane elio omugano itindi koyogenderera ekiagera konale ko rusiringana abo obolemu. Lina ambaro nimesoma kutoka hapo ni ujasiri. Omukungu otenenete bokongu naenda gatwara obolemu. Mwanamke aliyesimama imara na akawa hodari. Omusacha uyo iga nigo boetenga njeti nkogende se ingonye tokogenda. Huyu mwanaume aliogopa ya kwamba hangeenda katika vita kama Debora aendi. Igono egentokia mobolete no bolemu. Hivyo kitu ambacho kilimshinda akukuwa nacho ni ushujaa. Na Debora to boetega motebeti ngatogende. Na Debora akuogopa, alimwambia tu twende. Ndiye kero soma mangana yo inga obubuini go bwachete abakungu na bubabuete. Hapo unaposoma unapata ya kwamba ushindi ulitokana na mwanamke. Mokungu nero oagete Sisera oika akamoita. Huyo mwanamke ndiye aliyepiga Sisera mpaka akafa. Ndagete gukora igango tebanga. Nataka kumaliza nikisema hivi. Totenene boronga soma nene. Tusimame imara katika Mungu. Toba baremu. Tuwe na ushujaa. Tobe togo soma lingana li Nyasaye. Tuwe tukisoma neno la Mungu. Tobe togo saba. Tuwe tukiomba. Baka
amasaba alitokweli nendagera na yale maombi ya kufunga tororobo buibwa Nyasaye ndiposa tutaona ushindi wa Mungu. Nyasaye nagane titusabe Mungu anatuhitaji nagane titotene neboronge anahitaji tusimame nagane imara tsoligyo bosibwaye anahitaji tutafute uso nagane wake titocheneke asobosibwaye anahitaji tuwe tumetakasika mbele zake nekero torakorayo na wakati tutakapofanya hivyo tororobo buibu n'abasomba abanyasaye baroch banyore tobo bui tutaona ushindi vile ambavyo wahudumu wa Mungu walivyoona ushindi katika vita kwa sababu walisimama imara. Nataka kumalizia hapo nikisema Mungu awabariki kwa kunisikiza. Tuwe imara mbele zake Mwenyezi Mungu. Amen. Amen. Tusimame sote juu. Mbele nina endelea ninasiti kutembea maombi yasikie Bwana unipandishe Bwana uninue kwa imani nisimame nipande milima yote Bwana unipandishe sina tamaa nikae mahali pa shaka kamwe hapo wengi wanakaa kuendelea na omba Bwana Yesu uninue Baba kwa imani nisimame nipande milima yote Bwana unipandishe nisikae duniani ni mahali pa shetani na tasami ya mbinguni nitafika na imani Bwana Yesu uninue Bwana kwa imani nisimame nipande milima yote Bwana unipandishe nataka nipandishwe tu zaidi ya le mawingu nitaomba nifikishwe Bwana unipandishe Bwana Yesu uninue Bwana kwa imani nisimame nipande milima yote Bwana unipandishe. Aha. Baba wetu na Mungu wetu,
Tato ito na nyasao ito. Wewe ni mwaminifu. Ama ene ayene omwegeno. Asante kwa mtumishi wako. Mbiyamona singe nchio mosombo. Asante kwa neno lako. Mbiyamona singe nchio lingana liao. Limepita kulingana na mapenzi yako. Liaetire kolengana no wanja kwao. Maombi yangu asubuhi ya leo. Ogosaba kuwa nasema mbele. Neno hilo likapate nafasi moyoni mwako. Lingane ligali nyole libagase mioyo yetu. Liwe la kukusaidia. Liwe liyo kukonya. Mimi na wewe. Inchamo nae. Asante kwa makuu yako Mungu wetu. Mbiyamona asenge nchama. Simama na kila jambo ambaye yamebaki. Ayetoli mwanya bantu. Tende mazuri sababu wewe ni Mungu. Tokolera maye kiagara inyasaye. Ni kwa jina la Yesu tumeomba. Asili dali ya Kristo Yesu tuwasabiri. Na kila mtu aseme amen. Na kero yo mata ya amina. Asante. Miyamono. Tutoe sadaka zetu kwa ajili ya kumalizia. Tutoe sadaka zetu kwa ajili ya kumalizia. Tunapotoa alafu nitaitisha mchungaji utatumalizia na maombi wakati tumemaliza kutoa sadaka zetu. Asante. Tusimame tunapoomba kwa jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa baraka zako, na ni asante kwa kibali cha uzima asubuhi ya leo. Asante kwa neno lako ambalo limekuwa la baraka juu ya maisha yetu. Bwana wa rehema, tunapoenda kipindi kingine, tunaomba Roho wako akatuongoze. Ninasambaratisha kila nguvu zote za giza kwa jina la Yesu, zinapata kushindwa. Tunainuka na ujasiri na tunatembea ndani ya nguvu zako, maana wewe ni Mungu. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo, mama nikiamini.